Karibu kwenye ufafanuzi wetu wa kina kuhusu kansa ya shingo ya kizazi, ugonjwa unaoathiri wanawake wengi duniani. Leo, tutachunguza jinsi unavyokuwa na hatua muhimu za kinga. Kansa ya shingo ya kizazi ni saratani ya 4 kwa kawaida kwa wanawake duniani kote, ikiwa na takriban visa vipya 660 na vifo 350 mwaka 2022. Karibu asilimia 99 ya visa hivi husababishwa na virusi vya human papillomavirus au HPV. Virusi vya HPV huambukizwa kwa urahisi kupitia kujamiana. Katika uhuishaji huu wa 3D, tunaona jinsi virusi hivi, vikionekana kama chembe-chembe zenye miundo tata, vinavyoingia kwenye chembe-chembe za shingo ya kizazi na kuanza mabadiliko ya awali. Ikiwa kinga ya mwili itashindwa kuondoa virusi, maambukizi yanaweza kuendelea kwa miaka mingi. Hii husababisha mabadiliko yasiyo ya kawaida kwenye chembe-chembe, kutoka hali ya precancerous hadi saratani kamili, mchakato unaoweza kuchukua miaka 15 hadi 20. Mbali na HPV, sababu za hatari ni pamoja na kinga dhaifu ya mwili, historia ya ngono, uvutaji sigara na maambukizi ya chlamydia. Dalili za mapema zinaweza kujumuisha kutokwa na damu kusiko kawaida au maumivu wakati wa kujamiana. Uchunguzi wa pap smear ni muhimu kugundua chembe-chembe zisizo za kawaida mapema. Pia, chanjo ya HPV ni njia salama na yenye ufanisi mkubwa ya kuzuia maambukizi yanayosababisha saratani, hasa ikitolewa kabla ya kuanza kujamiana. Matibabu hutegemea hatua ya ugonjwa. Katika hatua za mapema, upasuaji kama vile laser surgery au hysterectomy unaweza kutumika. Kwa hatua zilizoendelea zaidi, chemoradiation, radiotherapy, chemotherapy na tiba zinazolenga kama immunotherapy hutumika. Kinga ni muhimu sana. Kwa uelewa sahihi, uchunguzi wa kawaida na kinga kupitia chanjo ya HPV, tunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya visa vipya na vifo. Ni muhimu kwa kila mwanamke kujua hatari na hatua za kinga.